Nene Martin, what's the latest there? All right, a very good evening to you in studio from Nyeri County. And of course, Nyeri County is a special county, especially when it comes to this administration, because it is where the deputy president hails from. And in his words, he says that every region has shares in this government. And so the share of Nyeri County can be considered to be substantial considering his position. And where I stand, President William Ruto was actually here about a month ago, launched this market. But 1 year of his rule, we get to hear what the locals here say. Areas of interest, of course, within Nyeri and Central Kenya region include issues of trade, issues of small-scale businesses, issues agriculture. There are also things that touch with things to do with infrastructure and the like. And I want to have a conversation with locals here so that we get a feel of how they feel this government is faring, and especially to them. Sana, nataka uniambie unaitwa nani, na karibu sana kwa Citizen TV. Mwaka mmoja wa utawala wa William Ruto, haswa masuala ya uchumi, wewe unaona anaendelea vipi na una yapi ya kusema kuhusu uchumi? Majina yangu naitwa Maina Kamami, chairman wa hii soko ya chini quarter, na hapa ndipo deputy president ametoka. Ningetaka kusema ya kwamba katika mahali ya kimaisha, maisha sio mazuri vile, sababu ukiangalia mafuta iko almost 200 shillings, ukiangalia uga iko 200, lakini ningetaka pia niangalie pande nyingine ya kimaisha, ya kwamba serikali inafanya juu chini kuona kwamba maisha itateremka. Ninasema itateremka kwa nini? Vile wamefanya kuleta fertilizer ya bei rahisi, inaonyesha ya kwamba wakiendelea hivyo maisha itateremka. Lakini as we talk now, maisha sio mazuri. Ningetaka serikali itilie manani mwananchi wa kawaida, ili at least maisha ipunguke kidogo. Yes. Na asante. Labda tuzungumze nawe, nataka unieleze unaitwa nani. Na naona haswa nyinyi ni watu ambao mnafanya biashara ndogo ndogo. Labda kwa maoni yako, kwa mwaka mmoja wa serikali ya William Ruto, nyinyi kama watu ambao mnafanya biashara ndogo ndogo, maisha yenu imebadilika ama iko vipi? Okay, kwa majina naitwa Moses Maina, mimi ni mfanya biashara kwa hii soko. Kwa hiyo mwaka mmoja na hii serikali ya William Ruto, maisha imetufinyilia kidogo due of cost of living, kwa sababu ya mafuta imepanda bei sana, na tunaomba hii serikali ya William Ruto ikitupungishia bei ya mafuta, gharama ya maisha itaenda chini. Lakini pande nyingine imetufanyia kazi juu, ukiangalia kama hii soko yetu, wakati alikuwa hapa ametuahidia kwamba atatuwekea roof, so tuko na matarajio na hii serikali ya kwamba itatufanyia kazi. Labda tuweze kusikia pia sauti ya mama. Mama, nataka ujitambulishe, unaitwa nani na unieleze haswa wewe kama mama, mwaka mmoja utawala wa William Ruto, maoni yako ni yapi? Mimi naitwa Julia Kerigo. Nashukuru kwa sababu ya serikali yetu, kwa sababu hiyo mwaka mmoja tumeona hiyo serikali ikiendelea vizuri, hata kama kuna mambo ambayo haijakamilika kabisa, tayari wameanza kitu na wamepeleka pahali. Ile sana ningetaka kuongelea ni kwa sababu kwa hii mwaka tumepewa, kama wamama tumepewa pesa hii ya hustler fund. Tulikuwa tunakopa pesa, saa nyingine tunashindwa kulipa. Wamama wengi hawakuwa na kazi, manyumba mingi ilikuwa imeharibika, lakini kwa sababu ya hii hustler fund ililetwa na rais wetu, wamama sasa wanaendelea kufanya kazi. Kila mama sasa anapata hiyo, tunagawanya hizo 50,000, na saa hii tungeonelea na tungeomba tunapoendelea kulipa, tungeuliza rais wetu aendelee kutuongezea hiyo pesa, kwa sababu maisha iko juu, hata zile vitu tunanunua siko na bei iko juu. Kwa hivyo tunapoendelea kulipa, tungeuliza rais wetu aongezee hiyo pesa, hata kama kila mtu atakuwa anapewa 50,000, tutashukuru. Na mtuweza kusikia mwingine hapa, nataka ujitambulishe, unaitwa nani na unieleze wewe kwa mwaka mmoja utawala wa William Ruto, haswa ukiangalia eneo hili kulikuwa na miradi kwa mfano ya barabara, mahali imefika sasa, umeridhika au la, ama ungesema yapi haswa kuhusu maendeleo? Majina yangu naitwa Rose Wajiro, mimi ni mfanyabiashara huku chini quarter. Na kwanza kushukuru hii serikali, sababu wakati wa hiyo serikali nyingine ilikuwa imeanzia miradi ya barabara na haikuwa imemaliza. Sasa hii serikali imekuja ikatumalizia, na bado tuko na matarajio na wao watamaliza hata pale pamebaki. Na tunawaomba sasa, kwa sababu mvua iko karibu kunyesha, tunawaomba tu watuharakishie hizo barabara ndivyo tuwe sawa. Asante. Mama, naye nataka unieleze, nimeona mpaka hapa kuna watoto. Masuala ya masomo, serikali hii unaona imefanya vipi kwa huo mwaka mmoja wa William Ruto utawalani? Masuala ya masomo umeridhika kama iko vipi?
iko mzuri. Mimi naitwa Elizabeth Kuria, lakini tunafurahi ni serikali yetu. Mimi naongelea juu ya masomo ya CBC, iko juu sana, lakini tunasema hata kama serikali tupunguzie hata kama ni kidogo, na tunashukuru serikali sana. Now, asante. All right. Those are the views of Nyeri locals and residents. And like I said, I am in a market. And as you can see, if the cameraman, Efantas Maina, can be able to show us, business is ongoing. Today happens to be a market day. And so you find a lot of people coming from different areas within Nyeri County to come and trade. We've got various things actually being sold here. And like I said, issues of interest in Nyeri County, Central Kenya, touch on things like agriculture, issues of trade, infrastructure, and the like. And like the locals have said, so much has been happening. There's a lot of hope in this region, especially considering that the deputy president comes from here for more development, completion of projects that had been initiated by the previous government. And that is how things are in Nyeri County. Views of locals, opinions of those residents 1 year following the, of course, the swearing in of President William Ruto as the president, the 5th president of the Republic. Back to in studio from Nyeri County, I'm Martin Monene. Martin in the market in Nyeri County.